Tuko naye, unaitwa nani? Mohamed Bwana ndio aliyekuwa best player wa hii tournament yote. Mohamed Bwana, una nini la kusema? Yeah, the game was very tough. Tumekubali kwa kuna kushindwa na kushindwa, game of chance. Na tuna rely another time inshallah. We'll make it tomorrow inshallah. Unawaambia nini vijana wenzako ambao wanakuangalia? Yeah, na request kwa kwanza zoezi muhimu. Alafu tujikaze, tujitume katika mihadarati. Thank you. Asante sana. Yo. Tuko naye hapa Mr. Jitambulishe. Mimi naitwa Abdul Malik Yaqub Mohamed. I work at Good Life Pharmacy. Yeah, that is me actually. So wewe ukiwa kama main sponsor wa hii tournament, how was the tournament? Una nini la kusema? I will say the tournament was quite performative and ilikuwa imepangwa vizuri. Mapangilio ilikuwa perfect sana from the start. Tulikuwa hapa nakumbuka before time ya mfungo, na we say that to do a better thing about the tournament, and today we tried. It was not perfect but tumejaribu to our best, na hakukuwa na any issue about violence na nini. Tumeona tumepunguza mambo issue na violence na vita kwa boli, na alhamdulillah tuwashukuru Mwenyezi Mungu imeisha vizuri na tumepata mshindi, na tuwashukuru Good Life Pharmacy for coming through and sponsoring, na tunaomba in the future coming tournaments for the community, since we are here in this community, tunaishi na wao na tusupport. Tunaomba kwamba ikuwe ni kitu ambaye inafanywa now and then to bring the community together and also to sell Good Life as a whole. Yeah. Thank you. Wacha tupate timu ya mshindi, tupate kuongea nao kidogo. Jo captain nani? Yangu. Erika na basi ya peana. Na tuko na captain wa timu ambayo imeshinda leo. Naomba ajieleze, ajitambulishe. Kwa majina naitwa Titus Malingi, mimi ndio captain wa timu Nyundo, na tumefurahi sana kwa ushindi wa leo. Ilikuwa ni game ngumu, tuliwapiga wakapiga comeback, lakini at the end of the game tumeshinda. Nimefurahi sana. Pia nashukuru sana kwa wadhamini waliodhamini kikombe hiki. Naomba isiwe ni mwanzo na isiwe ni mwisho, waendelee, kwa sababu hii tournament namna hii ndio inatoa vijana kule mashinani, wanakuja hapa wanaacha mambo mbaya, wanakuja tunajumuika pamoja na tunafurahi pamoja. So nimefurahi sana, wadhamini tunashukuru sana na muendelee hivyo hivyo. Asante sana. Kibunu referee. Tuko na top referee wetu ambaye amekuwa yeye ni part kubwa sana ya hii sport hapa Mararani, na leo ndo alikuwa judge, na tutapenda tupate maoni yake kuhusiana na tournament na swala zima la sport. Mimi ningependa kutoa shukrani sana. Shukrani sana kwa timu zote. Ujumbe wangu, timu ziwe na nidhamu. Mimi ningependa kutoa shukrani zangu zote kwa watazamaji, timu zote zilizoshiriki katika tournament hii, na mazuri yake tumeona. Ujumbe wangu unasema nidhamu ni kitu muhimu. Nidhamu. Mtatufisha moyo ikiwa mambo ya madogo watu wanashuka uwanjani. Jaribuni kujikontrol tuweze kuendeleza hii football, na hatuna kipumbazi kingine ndani ya Lamu. It's only football. Na sijui kwa nini watu wafanye mambo ya kijinga. Kwa hivyo ujumbe wangu, watu wawe na nidhamu, wafanye mazoezi. Ukifanya mazoezi mpira utakuwa mzuri kushinda hivi uliokuwa leo.
Kwa hivyo sina mengi Na isipokuwa bodi. Una nini la kusema ama una nini la kuambia wale viongozi na masponsa ambao wapo ambao wangeweza kujoin hands kuhusiana na hizi project hizi ambazo zinaokoa sana jamii? Viongozi ama hizo nizilioko zote members walioko ama wote, yani lazima tujishughulishe na watoto. Watoto ndio masala yote haya, majanga yote tulionayo Lamu leo yamesababishwa na sport. Spoti imewekwa nyuma sana. Watoto hawataki kufanya mazoezi, watoto timu hakuna wenye kusimamia timu. Sasa ni lazima watu jitokeze kuwashika hawa watoto, kama wakati wetu sisi tulikuwa tukizishika zile timu, si kwamba tulikuwa tuna ujuzi sana wakati ule, lakini watoto wakiana nidhamu, wakitusikiliza, tukienda nao mbio, mazoezi, na tija yake wengine mmoja wapo kama huyu bwana niko naye hapa za kukwambia tija yake ameona. Wanasema mpira ni kitu kingine vizuri sana, chatoa watoto kwenye majanga, madrugs, yani mambo mengi. Kwa hivyo jamani, madonors Jamuko, jitokezeni tuwasaidie watoto. Watoto ni hawa watoto ya Kalabala, lakini pole sisi tujipa moyo kwa na wao, kwa sababu watoka mbali hawa. Kwa hivyo tutajitahidi watu wafanye mazoezi ili angalau tuone mpira mzuri zaidi, na nyinyi mashabiki jitoleni, ama members wote kujitolee. Sawa, na pia tuko naye hapa mmoja wapo wa wasimamizi wa swala zima la sport hapa Mararani. Tungependa naye tupate maoni yake kuhusiana na hii tournament na sport kwa ujumla. Jitambulishe. Kwa jina naitwa Muntasir Hussein. Mimi hapa si mwanasiasa, ni footballer kama wenzangu. Nilikuwa ni footballer, sasa hivi kidogo nimeretire kwa upande wa football. Na kulinganisha na hii generation ambayo inainukia sasa hivi, ni tofauti na tulipokuwa sisi. Hii mpira ndo unazidi kwenda chini, baada ndo inuke ndo unazidi kudidimia, lakini makosa mingi tuweza kupeana kwa viongozi. Hili jukumu sana ni la viongozi, sio sisi. Ushaona? Jukumu hili sana ni la viongozi, lakini viongozi wetu wamilalia masikio. Yaani amilalia kazi kwa ufupi. Kwa sababu hizi tournament ndo zinasaidia hizi generation nazoinukia. Upande wa mahadarati, upande wa uhalifu, mapanga kutumika. Sasa umeona kama sasa tumeka hii tournament kama finale, watoto wote wamekuja hapa. Lao kama hakuna hii tournament, ingekuwa watu wako mitaani, wako mabarazani, wanavuta bangi, wanakula miraa, wengine wanako njiani wanashika watu mapanga. Lakini sasa sisi tuwaomba viongozi walamu wote, kuanzia governor mpaka MCA, tusiache watoto. Tusiache, hata kama hamuna kazi wa kuwapa, angalau mweke hizi event, tournament, mashindano kila aina, mweza mkawekea wawe busy. Kwa hivyo hili ni ombi kimimi, ombi langu, naomba hivyo viongozi tusilalie masikio, lazima tuweke hizi tournament kila siku, ikiwezekana kila siku tournament zichezwe. Watoto watakuwa busy tena, hususan wakati wa shule zimefungwa. Angalia sisi tumeka tournament hii shule kufungwa mwezi tu, watoto wote wako hapo uwanjani wanakuja kucheki game, wengine wanacheza, kesho wengine wanacheza, wengine wanacheki. Kwa hivyo tuomba sana viongozi msitubwage. Asante sana. Tukimalizia tuko na pia mmoja wapo washikadau wa sport Mararani, tuweza kumsikia ana nini cha kutuambia kama mshikadau about the tournament na maoni yako kwa ujumla. Kwa majina anaitwa Patrick Ngala, the vice chairman Mararani Association Sports Club. Tumekuwa na hii tournament na ni jambo zuri mpaka sasa imeisha, lakini changamoto kubwa ni facilities. Sisi tunakosa facilities, tunakosa kwa sababu tunajaribu, lakini viongozi pia wametuacha nyuma. So tungeomba tupate more funds ndio tuweze kuconduct a big competition kama hii. Kwa hiyo machache mimi nashukuru sana.